tutajifunza leo ni kama ifuatavyo: maana ya malengo na aina ya malengo. 2, tujue sifa za malengo. 3, namna ya kuweka malengo yanayofikika. Kuna malengo yasiyofikika, lakini leo tutajifunza namna ya kuweka malengo yanayofikika. 4, namna ya kufanikisha malengo yako. Umeshaweka malengo, namna gani utayafikia? Leo tutajifunza. Lakini 5, jinsi ya kukabiliana na changamoto katika kutimiza malengo yako. Hii ni pointi muhimu sana ambayo inakuvusha kutoka stage moja kwenda nyingine. Malengo ni nini? Labda tuanze kwa kujiuliza, hivi mtu akisema malengo anamaanisha nini? Malengo ni matarajio au matokeo unayoyakusudia kufanikisha ndani ya kipindi fulani. Yanaweza kuwa ni siku, wiki, mwezi, mwaka au miaka kadhaa. Kwa lugha rahisi, malengo ni mambo ambayo mtu au kundi linalazimika kuyafanya au kuyafikia kwa mpangilio maalum. Kuna aina kuu mbili ya malengo. Lengo la kwanza, kuna malengo ya muda mfupi, lakini pia tuna malengo ya muda mrefu. Tukianza na malengo ya muda mfupi. Malengo ya muda mfupi, haya ni malengo yanayoweza kufikika ndani ya muda mfupi. Kwa kawaida kati ya siku chache hadi miezi michache au ndani ya mwaka mmoja. Malengo haya yanasaidia kufanikisha hatua ndogo zinazosaidia kuelekea kwenye malengo makubwa. Kwa mfano, unaweza kuwa na malengo siku moja, labda leo ratiba yetu tumesema tunakutana Umoja Hostel. Lengo langu natamani nihudhurie. Haya ni malengo ya muda mfupi. Lakini unaweza kuweka pia lengo lilikuwa na muda mrefu. Tutaona hapo mbele inakuwaje. Ukienda kwa mfano wa malengo mmoja wapo wa muda mfupi, kusoma kitabu cha maendeleo binafsi ndani ya mwezi mmoja. Unaweza ukawa na nia kufuatilia labda kitabu fulani, lakini tukirudi kwa wale wenzetu, anaweza kusema labda niko ni Biblia, natamani ikifika wiki moja nisome kitabu lesi cha Mwanzo au kitabu cha Isaya. Ninatamani ndani ya muda fulani niwe nimetimiza kusoma kitabu hichi. Lakini kujifunza ujuzi mpya kama kuandika ripoti bora kazini ndani ya miezi 3. Kupunguza matumizi yasiyo lazima ndani ya wiki 2. Haya ni malengo ya muda mfupi. Malengo ya muda mrefu, haya ni malengo yanayohitaji muda mrefu zaidi kufikia. Mara nyingi yanachukua zaidi ya mwaka mmoja. Malengo haya yanahitaji mipango madhubuti na uvumilivu ili kuyafanikisha. Ni pale niliposema inaweza kuwa lengo, unatamani lengo lako lifanikiwe, lakini linachukua kipindi cha mwaka mmoja au zaidi. Mifano ya malengo ya muda mrefu ni vile tunasema kumaliza masomo ya shahada ndani ya miaka 3 au 4, kujenga nyumba ndani ya miaka 5, kuanzisha na kukuza biashara inayotegemea ndani ya miaka 5, kustaafu na kuwa na uhuru wa kifedha ndani ya miaka 20 au zaidi. Huu ni mfano wa malengo ya muda mrefu. Na haya yote pia kila mmoja tuna mfano. Kuna watu tuko wamestaafu tayari ameshajiwekea malengo yake. Ndani ya kipindi hichi nimestaafu mwaka 2024, ninatamani nifanye 1, 2, 3 ndani ya miaka 5 niwe at least nimefanikisha lengo langu. Malengo yanaweza kuwa malengo ya kiafya, malengo ya kielimu, malengo ya kifedha, malengo ya kiroho, malengo ya kifamilia, malengo ya kijamii, malengo binafsi, malengo ya biashara au kazi. Kwa mfano tunaposema malengo ya kiafya, bwana mimi ninaona kama safari uzito umeongezeka sana. Ninajiwekea malengo yangu. Ninatamani niweke diet. Nataka niweke diet ndani ya miezi 2 3. Natamani ni drop kilo. Kutokea labda kilo 70 ndizo nazo niende mpaka kilo 65 au 62. Vile unavyotamani afya yako iwe. Lakini ukirudi malengo ya kielimu, ni pale tunapoona kwamba mtu unakuta amesoma lakini bado anatamani kuji-upgrade. Anatamani apate fursa mbalimbali. Hata hapa pia haya ni malengo ya kielimu. Kuna vitu tumegeni hapa. Kwa hiyo mtu anatamani bwana kila ninapotokea tamasha
Ndio kama hivi tumeambiwa kusali pamoja na mipango yote. Mungu ndio kila kitu. Tukumbuke kuomba, kuiombea mipango yetu ili iweze kutimia. Lakini pia kwenye malengo ya kijamii, malengo yale uwe na ile kushirikishwaji wa jamii. Vitu vimetokea kwa kijamii, jiwekea malengo kabisa. Inapotokea jambo lolote la kijamii, ninahitaji kushirikishwa. Yaani niingie na mimi kama mwanajamii. Lakini tuna malengo binafsi, kila mmoja anajua na malengo yake. Kwa hiyo sisi na hapa pia unasimamia yale malengo yako. Hapa kwenye malengo binafsi uyasimamie na kuyaweka. Lakini kuna malengo ya biashara kama tulivyozungumza, kuna malengo ya kazi. Kipengele kinachofuata, sifa ya malengo ni nini? Lengo lolote, lengo la elimu, biashara, binafsi, afya, sifa mojawapo kuu ya malengo lazima iwe smart. Na hapa inabidi tuwe makini sana, watu ndipo tunapopotea. Tunaweka malengo lakini hatujui lengo letu ni smart au lengo sio smart. Neno smart linamaanisha nini? S stand for specific. Malengo yawe wazi, specific. Lengo lolote unaloliweka liwe wazi. Ninamaanisha nini? Ili uweze kuyasimamia malengo yako uliojiwekea, ni vizuri wakati wote useti malengo yako yawe wazi. Kwa mfano, ninataka kuwa mpishi mzuri wa keki. Ni vizuri kujiwekea malengo yako, ni aina gani za keki ninataka kuzipika. Yaani wewe mwenyewe unaposeti mipango yako, lesa nataka kufuga kuku. Yaani unapoanza kuseti yale malengo, jiseti kabisa nataka kufuga kuku ndio. Je, ni kuku aina gani nataka kufuga? Au nataka kufuga mbuzi? Ni mbuzi wa aina gani? Nitafuga mbuzi wa maziwa, nitafuga mbuzi wa nyama. Yaani lazima uwe specific pale unapoandaa lengo lako. Lakini pia M stand for measurable. Ili lengo lako liwe smart, ni lazima liwe na uwezo wa kupimika. Measurable. Yaani unapoweka malengo yako, jiulize kabisa nataka kwenye specific S, inaenda kwenye M. Ni lazima niwe measurable. Lengo lako liweze kupimika. Je, linapimika? Hapa linapimika vipi? Lenye uwezo wa kupimika hapa ni kujua ni nguvu na jitihada kiasi gani zinahitaji ili kufikia malengo yako. Yaani lazima unapoanza kuseti malengo yako. Kwa mfano mimi nilipokuwa ninaseti malengo yangu, nikaanza kuwaza, ninapenda kupika sana. Kwa hiyo nilikuta muda mwingi nikiwa likizo au nikiwa niko Jumapili nyumbani, ninaingia Google, ninapika snack mbalimbali na test. Lakini nikaanza kuwaza, hichi kitu mbona ninaweza? Ninapika keki, familia, baba, watoto, marafiki wanafurahia, test nzuri. Nikajiuliza, natamani kupika keki, nisiishie kula nyumbani, nisiishie kutuma kwa marafiki, ninataka kuuza. Je, nitapika keki aina gani ili niweze kuiuza? Unaanza kujipima. Mimi sina mtaji mkubwa. Mtaji wangu ni huu labda 20,000. Nitanunua unga kilo moja, nitanunua baking powder, nitanunua prestige kiasi fulani. Unaanza kujiwekea. Nina test leo, nitatoa keki 10. Ni lazima ujipime. Yaani malengo yako lazima yawe measurable. Usitamani kupeleka vitu vingi ukasema napeleka supermarket sina capital. Ni lazima uweke kitu ambacho kitapimika kulingana na uwezo wako. Unaanza kidogo, then unajikuta unatoka ile hatua uliokuwa nayo, unasogea hatua nyingine. Kwa hiyo tumeona hapa lazima yawe measurable. Lakini A ina stand for attainable. Yenye kufikika, lakini hapa usipange malengo usiweza kuyafikia. Kwa mfano, unasema mimi nataka kutengeneza mikate. Lakini mikate yangu ninataka nipeleke Moshi kwanza. Yaani Moshi yote ipate mikate ya larges. No. Unapoweka malengo yako lazima uangalie kwamba nikitengeneza mikate familia itapata, lakini jamii inayonizunguka ni lazima ipate ili uweze kusikia feedback. Hichi kitu unachokitengeneza, je, kiko sawa? Ninaweza ku-expand kutoka jamii inayonizunguka ukipeleka Moshi mjini? Utapata feedback lakini utapata ongezeko. Ukifika Moshi mjini lazima pia uangalie watu wamelipokeaje. Wamelipokea very positive. Kwa hiyo utajikuta unapiga hatua. Kwa hiyo kile kidogo ulichoanza nacho unajikuta mwisho wa siku umesogea. Leo niko Moshi mjini, leo nimefika Tanga,
kutokana na yale malengo uliyojiwekea. Lakini tunaambiwa R stand for realistic. Yaani lazima unapokiweka kitu ni kiwe real. Yaani ninaposema ni like is bread, kweli ni real, yaani ni real. Kwa mfano tunaona hapo tuna Umoja SACCOS. Kweli tunaona ni Umoja SACCOS ni real. Ni malengo watu walikaa muda mrefu wakayapanga na kweli tunaona yamewezekana, yamefikiwa. Ndio maana leo tumekutana, tunaona kuna mtu aliweka kitu fulani. Lengo liliwekwa, jamani tuitishe kitu kama hichi, tushare idea, tupate uzoefu mbalimbali na kweli limefanyika. Realistic. Unapoweka lengo lako, kubali kabisa kwamba lengo unaloliweka ni lazima liwe real, la kweli. Yaani liwe la kweli. Lakini kipengele cha mwisho kinasema ni T, uwe na time. T stand for time, yenye kutimia ndani ya muda fulani. Hapa tuzingatie sana kila kitu ni muda. Ili uweze kusimamia na kufanikiwa katika maisha, timetable ni kitu muhimu sana. Yaani T imebaki nyuma, smart, lakini T ndio imebeba hivi vitu vyote huko juu. Specific, measurable, yaani attain, vyote hivi vimebebwa na T. T ni lazima ibebe kwa sababu chochote kilengo lolote kile unaloliweka ni lazima ulipe time frame. Na kila lengo lina muda wa kuanza na muda wa mwisho. Ni lazima ufike mahali unasema ninaanza lini? Leo tumesema tunafika saa ngapi? Tunaanza session yetu saa ngapi? Lakini mwisho wa siku tunamaliza saa ngapi? Kwa hiyo kila malengo unayoweka tukumbuke sana timetable. Timetable ni muda, yaani ni kitu muhimu sana katika kuseti malengo yako. Lipi lengo smart kati ya haya? Utajuaje ni lengo smart? Tumesikia malengo smart. Lengo ili licho lengo lifanikiwe lazima liwe smart. Sasa tujiulize ni lipi lengo smart katika haya naenda kuyataja. Kwa mfano, kuokoa shilingi 50,000 kila mwezi kwa miezi 6 kwa ajili ya safari ya likizo. Je, ile ya likizo ninaweza nikasave kwa kitu kingine au kwa sababu nimelipwa ile likizo ninalazimika kusafiri? Hilo ni swali la kujiuliza. Au unaweza kujifunza mambo mengi ya teknolojia au kujifunza ujuzi mpya, kwa mfano Excel, kumaliza course online kwa mwezi mmoja. Haya yote ni lazima ujiulize, hivi ni lengo gani? Chochote kile unachokipanga ni lazima ujiulize, hivi ile lengo ni smart? Ukishaanza kujiuliza, ukanyambua, utajikuta unatekeleza je, ni lengo smart au sio lengo smart. Lakini matarajio yetu yote ni kutekeleza lengo lenye usmart. Ingia kwenye kipengele kingine. Moja, kila mmoja wetu kwa namna moja au nyingine huwa anajiwekea malengo ambayo anatamani baada ya muda fulani yawe yametimia. Yaweza kuwa ni malengo ya kiroho au kimwili. Utofauti unakuja kwenye namna ya kuweka malengo. Kuna wanaotumia nguvu kubwa na wengine wanatumia nguvu kidogo. Leo tutajifunza kutumia njia fupi. Kufanya malengo yako kwa urahisi ni vyema kutumia njia rahisi ili usiwahi kuchoka njiani. Weka malengo yako katika vipengele vidogo vidogo. Ile fikra uliofikiria lengo lako, anza kupractice mdogo mdogo. Usitamani tu kusema mimi nataka labda niwe mpambaji mkubwa sana Kilimanjaro, alafu unataka kuwatumia watu fulani. Yaani kile kitu ambacho unakiunacho, anza wewe kufanya practice. Kwa mfano unasema labda nataka kuwa mpambaji na ninatamani niwe mpambaji. Usitamani kuajiri mtu kwanza. Anza kuamka asubuhi, tenga muda wako siku, anza kujifunza kwanza kupanga. Listen, nataka nifanye decoration ya ua hivi. Anza kidogo kidogo. Chukua simu, Google, angalia vitu mbalimbali, unaweza kujikuta umetoka. Kwa mfano mimi nimetoa mfano. Nilianza kutengeneza keki, tena nilianza kutengeneza kwenye jiko la mkaa. Nikaanza kumix kwa kutumia mkono. Baadaye nikachukua ile hand mixer. Nikasema ninataka nitumie jiko la mkaa. Sina mashine, sina mixer yote, sina chochote. Kwa hiyo nimetoka kwenye lengo, wazo. Nimelichukua wazo, nimelinunua. Nimeenda kwenye physical practice. Nikaanza kwa kukoroga, nikaanza kujaribu. Siku ya kwanza ikatoka ugali. Siku ya pili unajikuta inatoka kidogo, ina afadhali. Ukati tamaa, unajaribu, the more unajaribu ndio the more unaweza. Kwa hiyo unapoanza kuseti, anza kuingia yaani ingia field mwenyewe. Usitaki kuweka mtu. Ingia field, anza malengo yako. Kwa mfano kuna moja
practice zaidi. Lakini kwa mfano wazungu wanasema hivi, don't think about that it can happen in a month or a year. Focus on the 24 hours ahead. Yaani usianze kufikiria kitu kitakachotokea mwakani au mwezi ujao. Anza kufikiria kitu ambacho kitatokea ndani ya masaa 24. Baada ya kujifunza yote, tuangalie namna ya kufanikisha malengo yako. Baada ya kujifunza namna ya kuweka malengo yanayofikika kwa urahisi, na naamini ya kwamba umeweza kuweka elimu hii katika matendo. Kumbuka kuandika malengo na vipengele vyake katika daftari, kumbukumbu lako au kuweka katika barua pepe. Hapa natamani kushanaambia kwamba umeshapata wazo, unatamani kufanya kitu. Kila mmoja lazima awe na diary. Jitahidi sana uwe na diary yako. Diary inaweza ikawa ni hard copy au inaweza ikawa ni soft copy. Kwamba nimefikiria kitu changu leo. Unajua Mungu anapokupa kitu kwa wakati sahihi. Kwa hiyo unapopata wazo, sasa hivi ninahitaji kufanya kitu kimoja. Yule chukua kalamu yako na daftari au chukua simu yako, andika lile wazo. Jitahidi sana kuweka malengo yako katika maandishi. Yaweke. Baada ya muda fulani uangalie, leo nimeweka wazo langu hili. Ili ni lengo langu. Kesho nitajaribu kuangalia hivi lile wazo nilipata jana, je, nimelitekeleza kwa asilimia gani? Hata ukiwa katika gari, unaweza kuwa unaangalia simu yako, notebook kwenye simu. Nimeweka malengo yangu. Kila lengo linapokuja kwenye akili yako, jiingizie katika kumbukumbu. Unatakiwa kuwa na nidhamu, especially kwenye muda. Ili malengo yako yapate kutimia ndani ya muda uliojiwekea. Zingatia sana kuwa na nidhamu ya muda, lakini pia kuthamini sana mwili wako na pia watu unaochangamana nao. Angalia ni watu gani unaochangamana nao. Ili uweze kufanikiwa, tumeona uwe na nidhamu ambayo unatakiwa uangalie ni kitu gani nakifanya na kwa wakati gani. Na baada ya hapo nitafanya nini. Lakini kitu kingine tumeambiwa kujiamini. Yaani ili uweze kutimia malengo yako, kikubwa sana jiamini. Kujiamini ni kujikubali na kuwa na uhakika wa jambo unalolifanya. Namshukuru sana dadangu aliyeshia uzoefu. Amesema unapopata changamoto yoyote, ikubali. Yaani angalia ile changamoto ulionayo au lengo lako ulilonalo, likubali. Jiamini, kweli hichi ni cha kwangu. Ndio Mungu amenipa, hichi ni cha kwangu. Kule kujiamini unaweza ukafika mbali sana. Lakini pia uwe na shauku. Kuwa na shauku au sukumo wa kutimiza malengo yako, bali desire. Jitahidi sana uwe na shauku. Hapa jitahidi sana kutamani au kuwa na kiu na matokeo, kuwa na mfano. Yaani uwe na shauku ya kutamani lengo lako lifanikiwe. Ukiangalia kwa mfano mtu anatamani kuzama, anaona kabisa meli imezama, lakini atatumia mbinu nyingi sana kujiokoa, na mwisho wa siku jitihada zake Mungu atamsaidia. Tunaangalia kipengele kingine, jinsi ya kukubaliana na changamoto katika kutimiza malengo. Jifunze delegation. Watu wengi tunafeli katika kipengele cha delegation kwa sababu kuna mtu anatamani kila kitu akifanye yeye. Kila mtu anatamani akifanye yeye. Kubali kudelegate vitu ambavyo vinaweza vikakupunguzia mwendo. Delegate kwa watu sahihi unaowaamini. Usitamani kufanya kila jambo wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunaona ili uweze kufanikiwa, tujitahidi kuachilia madaraka. Lakini pia kuomba msaada kwa watu wengine. Kwa mfano, unaweza ukaomba msaada kwa mtu mwingine. Hivyo ulifanikiwaje kufika hapo? Au unaweza ukasoma pages za watu. Mtu unaweza kuangalia labda kama Baresa, nampenda sana Baresa. Unatamani kujua yeye kwa nini mpaka alikuwa Baresa wa sasa. Natamani zile historia. Soma feedback za watu, angalia malengo yake yametimizaje, omba ushauri. Wengine wanaweza kawa na lengo lake, amekutana na changamoto, hataki kushare. Kwa hiyo tamani sana kushare na watu, soma watu ambao wamefanikiwa, utajikuta umefika mbali. Nashukuru sana wote, nimefurahi kuwa na nyinyi, ninaomba kuwasilisha sana.